umekwisha sikia na unafikia kutaka kushiba. Nawaza mimi ni maji tu ndio nataka pana, lakini wakukula ni chakula kupitia nyimbo. Maana nyimbo zimekwisha pita sana ambazo zinahusu wamama, zinahusu upendo, zinahusu maneno mengi ambayo tungeliyazungumzia kwa usubuhi wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitamsumbua Mama Dija kuombea neno. Mimi sikusimama hapa kuwatosha nyinyi, lakini tutazungumza tu kidogo, munitege sikio. Pepo ya usingizi ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Pepo ya kucheka kusema ovyo ikone kanisani. Amen. Amen. Kwa sababu muda wa neno ndipo shetani anajitukuza. Basi bila kukawia, ninaona muda unayoyoma. Itakapofika 12h10 mtanisinyale. Jumi najua kama sitafika kule. Si mageni ambao tutawaletea. Wamama tupo. Wamama tupo. Tema yetu ya leo nasema mwanamke ni nani? Uliza mwenzako pembeni yako, mwanamke ni nani? Mwanamke ni nani? Amena. Amena. Mara nyingi nakuwa najiuliza mwanamke ni nani? Mwanamke ni kiumbe gani? Mwanamke ni chombo gani? Mwanamke. Ninavyo vipengele vichache hapa vya kuonyesha mwanamke. Nitawaonyesha mwanamke ni nani. Ya kwanza, Biblia yangu inaniambia mwanamke ni msaidizi. Amena. Tutaangalia somo hiyo katika kitabu cha Mwanzo sura 2 na mstari wake wa 18. Sura 2 na mstari wa 18 inasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema alikwishaumba mwanamume. Anaona mwanamume iko katika dunia, iko katika shamba. Alikuwa alishaumba viumbe vyote, vilikuwa vingi mno ambavyo siweza kuvitaja majina, lakini akili ya Mungu akasema ni vema huyu mtu nimfanyizie mwanamke ambaye atakuwa msaidizi kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wandugu wapendwa, zaidi wa baba, kama Mungu alifanya mwanamke kutoka ndani ya ubavu wako, Mungu akusema huyu mwanamke muwe naye ndani ya nyumba, muwe na parite ndani ya nyumba. Hapana, atakuwa msaidizi eno parite. Bwana Yesu atusaidie sana. Wababa wengi wamekamata mwanamke kama vile chombo, kama vile sasa kikanyagio chao.
wanasabu ya kwamba huyu mwanamke ni msaidizi. Ikiwa umeenda katika nyumba fulani ukachukua mwanamke awe mwanamke wako, kumbuka ya kwamba ule mwanamke alitoka nafasi ya mfupa dhaifu. Mungu alitumia mfupa dhaifu akauchomoa, akatengeneza mwanamke. Mwanamke alitengenezewa, mwanamke hapungwa, na alitengenezewa na mfupa umoja katikati ya mifupa 48 ambayo wanadamu wanakuwa nayo. Alichomoa ule mfupa dhaifu. Lakini kwa sasa tunasema parite na kuwa 50-50. Mwanamke iko na 50, mwanaume iko na 50. Mama mjinga wewe, mpumbavu wewe, ikiwa umejitia ndani ya parite, wewe baba ni mjinga ikiwa natumikisha mke wako ageuke kama vile yeye ndio bwana wa nyumba. Hautaenda mbinguni. Mbinguni anani utaingia? Huyu ni mtu wa kukusaidia tu. Mulete chakula apige akule. Muzie vazi nzuri kama hii yangu ambayo ninavaa. Wanaweza sikiwe sana. Simi napendeza. Muzie bibi yako mkizo zalimu inda apige 3 panye saa mio. Tona napendeza.